Mke na mume. Nyota ipo. Kuna wanawake wengine wana vimavi. Wapo wanaoka na vimavi ya Mungu. Wallahi wapo. Wana kimavi kabisa. Kimavi sio kwamba kuna mwanamke kimavi hicho kinaokana na majini mahaba. Mwanamke ana jini mahaba, ukimuoa tu umefilisika. Kuna wanawake wana Mungu kawapa nyota zao ziko safi. Ukioa mambo yako yanasimama. Kwani unajua kuona shehe kwamba huyu bwana alikuwa na maisha alivyooa tukaharibikiwa maisha. Mwanamke ana kimavi. Hata wanaume tupo wenye vimavi. Wapo. Yaani mwanamke afanikiwe. Ukiolewa tu na mwanaume huyo, mwanamke hata alikuwa ofisi wa serikali anafanya kazi, mambo yanaharibika. Uliza hiyo kwa sababu yapo mambo ambayo anasema ya kwamba mwanamuziki Harmonize pamoja na mwanadada Kajala Frida, ambapo wanakuambia kwamba Harmonize akiwa na Kajala huwa mambo yanakuwa mazuri sana, hata muziki wake unakuwa mkubwa, anakuwa anazungumzwa sana kwenye platform zote, kila siku ni Harmonize Kajala Harmonize, lakini akiachana na Kajala tu anashuka kimuziki, hata hazungumzwi tena kama hivyo. Ndio maana nikakuuliza kwamba haya mambo yapo. Sasa najua mambo ya Harmonize bwana, mimi kwanza hata muziki sio mpenzi wa muziki wao. Kwa kweli kwanza hata sijui kama Harmonize anaimba muziki, hata muziki wake siuelewi. Yaani kwa kweli simuelewi. Muziki wa kina Harmonize, wa kina Diamond, kwa kweli kabisa muziki wa Bongo Flava mimi sihesabu kama ni muziki. Unahesabu kama nini? Kama kelele tu. Wewe muziki utaimbwa na mtu mmoja. Aimbe muziki mtu mmoja, aingie studio mtu mmoja, aingize beat yoyo, hata muziki huo. Muziki unaimbwa kwa vyombo. Ukiniambia mtu kama Fally Ipupa, Koffi Olomide, Welason, wale ndio wanaimba muziki. Hapo walikuwa kina Marijani Rajabu, kina Maneti, kina Mbalaka Mwishe, ndio walikuwa wanaimba muziki. Japo sisi wakati huo bado ni vijana, tunavaa peko zile. Ndio walikuwa muziki. Kwa Harmonize sio mwanamuziki. Sio mwanamuziki bwana, mhangaikaji. Tuseme watu hawajui muziki, ndio mtamwambia Harmonize wanamuziki wapi bwana. Kwa Tanzania hapa mwanamuziki ni nani? Kwa sasa hivi hakuna tena mwanamuziki. Wallahi nakwambia hakuna mwanamuziki. Unapiga kelele. Hawa Bongo Flava sio mwanamuziki shekhe. Utaimbaji wewe mkuu mwanamuziki hujui kupiga hata chombo kimoja cha muziki? Ili uwe mwanamuziki lazima ujue kupiga chombo hata kimoja cha muziki. Ujue rhythm, ujue solo, au ujue bass, au ujue ile keyboard, ujue hata kupiga drums, ujue kupiga tumba. Hujui hata chombo kimoja. Wewe unaingia na kuingizia beat mwingine, unaanza hoya, wewe msanii? Wewe mwanamuziki? Labda wewe msanii sawa. Lakini sio mwanamuziki. Muziki una taratibu zake. Na muziki sio huni. Muziki waliimba zamani kina Marijani Rajabu, hata ukisikiliza tune yake, unaweza kusikiliza wewe umekaa hapa, mtoto wako wa kike hapa na wewe baba umekaa hapa. Unasikiliza vizuri tu. Ile Mwanameka, umeona ile Zuena, ilikuwa ni muziki ambayo ina ujumbe. Shehe, mbona wapo mashehe watu wa dini wanakuambia kwamba muziki ni dhambi, muziki ni uhuni? Muziki unakuwa ni dhambi kwa sababu unatumiwa kidhambi. Na ni makosa kwa sababu hakuna mtume aliyeimba muziki. Kwa hiyo muziki ni uhuni. Japo kina Marijani muziki wao ulikuwa sio wa kihuni. Ulikuwa mkuti Marijani amevaa heleni, sijui kasuka nywele, kavaa katakei, sijui kiatu mbele imesimama kama mashine ya ufuta. Ilikuwa na mkuto kwa very smart na anaimba muziki na akimaliza anaenda na sali. Marijani alikuwa anafanya. Kwa hiyo ulikuwa muziki unachukuliwa kama ni kazi. Taalabu zamani ilikuwa wanakwenda watu wamevaa kanzu, wamevaa kofia, wakina wamevaa baibui, inaimbwa taalabu, watu wanakunywa kahawa taratibu, watu wa pwani. Leo taalabu imekuwa kukata viuno, usikati sio taalabu tena. Kwa kila kitu kimeharibika, kimetoka kwenye malengo. Kwa hiyo mimi masuala ya Harmonize na huyo mtu wake nani? Kajala, sijui Kajala. Wanakuambia eti nyota ya Harmonize anayo Kajala. Yeye kaipataje Kajala hiyo nyota ya Harmonize? Akiwa naye kwa mahusiano. Wakiwa nazini ndio mambo yanakuwa vizuri. Eti ndio nyota ndio wanasema hivyo nyota. Kwanza mkiwaambia hivyo na maana mnawahamasisha kwamba sasa endeleeni kuzini, mnapiga ngoma. Zinani nzuri haifai. Kama kweli mnampenda Harmonize, mnampenda Kajala, waambieni fungeni ndoa. Kwa hiyo wafunge ndoa tu ili mahusiano yao Mungu ayabariki. Lakini kwa jinsi wanavyofanya, laana ya Mungu inawaangukia kila siku. Itawapata kwa sababu mtume anasema au muumini wa kweli akazini na kama kina Uislamu. Muumini anapozini maana kauvua Uislamu kaweka pembeni. Si Muislamu tena pale. Muislamu hawezi kuzini. Wanatoka nje ya dini sasa. Yaani wametoka nje ya dini kabisa, wananuka janaba la zina. Sasa wanasalama mbele ya Mungu wao. Hata Diamond yupo msanii mkubwa maarufu Tanzania.
Mimi sidhani kama ni tajiri. Utajiri sio maneno tu kaka. Sio Diamond ila. Wallahi billahi utajiri wa maneno kaka. Royce zile Ziko wapi bwana Royce bwana wewe? Royce ile. Ziko wapi sasa? Ile Royce yake hapo. Ana media kubwa. Media kwa wapi? Si ile bado. Mimi sitaki kuingia huko lakini tajiri anaye lazima tuone mfano kama Fally. Ukienda Kinshasa ukiambiwa Fally tajiri kweli? Anamiliki majumba ndani ya Kinshasa. Ana majumba ndani ya Kinshasa na majumba Paris. Na watu wanayaona. Hata kiacha leo muziki hawezi kuyumba. Ukija kuambiwa Koffi ni tajiri, unakubali. Ana nyumba Marekani, ana nyumba Paris, ana majumba mahekalu Kinshasa. Umeona, unasema huyu kweli tajiri. Sasa utajiri wa kina Diamond mbona mimi hata siuoni? Ni utajiri wa maneno tu, tajiri. Hebu tuoneshe nyumba mbili za Diamond hapa Dar es Salaam za milioni 500. Bado hajajenga. Tajiri unaweza kukosa kujenga. Jambo la kwanza kwa mtu yote akipata hela ni mambo matatu. Kuoa mke mzuri, mke kweli mzuri na mwenye tabia nzuri. Ukiwa na hela. Jambo la pili ni nyumba nzuri. Jambo la tatu watoto kusoma vizuri na kuvaa vizuri na wewe kula vizuri kuvaa vizuri. Mambo matatu ndio yanamtambulisha mtu huyu ana hela. Kwa Diamond anaweza akaba mfano kama Lugumi ana hela. Kama Lugumi hela anayo, usimuona nyumba yake ile. Lugumi zakawa na hela kuliko Diamond. Lugumi bilionea. Lugumi hela anayo, tunaiona nyumba anayokaa Lugumi ni hekalu. Sasa nionyeshe nyumba ya Diamond iko wapi? Siwezi pia kapangishi. Iko wapi? Wewe una hela utaweza kupanga? Kwako bwana kuna enjoy. Unajua Tanzania bwana, sisi wa Tanzania wengi ni maskini sana. Ni maskini sana. Sasa hata mtu anaweza kaja kukuingiza chaka tu, basi unaamini. Pesa inasema. Wala mtu akishakuwa na pesa uweze kuambia yule ana hela, pesa inasema yenyewe kwamba yule sasa ana hela. Awe mcha Mungu, awe si mcha Mungu, mtu akimiliki pesa, pesa inasema. Wallahi na kwa pia inasema. Mfano kama mtoto mcheza mpira Samata hela nayo na inasema hela yake. Mimi ukiniangalia hapa ndio hela nayo sina. Wewe una hela. Wewe ni matatizo tu. Mbona? Wewe na mimi ngoma draw. Kwa hiyo ukimwangalia mtu mwenye hela inasema. Unaona? Huyu Oilcom alikuwa anakaa pale Kariakoo mtaa wa Grey. Hela yenyewe imemhamisha kanunua kijiji pale Upanga. Kajenga nyumba yake ameunganisha na msikiti, hata mvua ikinyesha naenda msikitini kusali. Na nyecho ina mvua. Kwa hiyo hela inasema. Hivi muziki inaweza kwa nini wasanii wengi hawaoi? Wanakuwa na wanawake nje, yani wakwambia kwamba wanawake ambao hawajawaoa. Kwa nini imekuwa hivi? Kwanza kazi ya sanaa ni kazi ya dhambi, unafanya kufuru na maisha yako yote yanakuwa ya kifedhuli. Na ukichakuwa msanii umekuwa superstar wa kifedhuli. Kwa hiyo kila mwanamke anakutaka. Na wewe bado kijana miaka 25, 30, 20 damu inachemka. Na ujana ni nusu ndio wazimu, huwezi kukataa mwanamke. Ukimwona kijana anamkataa mwanamke na anatulia naoa, huyo Mungu amemchagua ni mcha Mungu. Na ndio maana Mtume akasema siku ya kiyama makundi 7 yatakuwa chini ya kivuli cha Mungu. Akamtaja kijana. Miongoni mwa watu wako chini ya kivuli cha Mungu ni vijana. Kwa kijana anayejizuia na uchafu wa zinaa ni kijana ambaye Mungu amemchagua. Kwa kina Harmonize kina Diamond wanafanya ushetani. Hawajaoa. Sitaki kuwasema sana hao vijana wasionekane kama tunawafuatafuata sana maisha yao. Kwa sababu mimi sio hadhi yao na hata isionekane na wachukia bure. Lakini kiukweli kwamba vijana wako mbali na rehema ya Mwenyezi Mungu hawa. Harmonize, Diamond, hata yule mtoto yule yule Mbilikimo yule mtoto wa Jacob yule msanii Zuchu. Mpenzi wa Diamond wako mbali na rehema ya Mungu wote hao. Diamond ndo anajiweka pale chini. Diamond ndo anapumzika pale. Wako mbali na rehema ya Mungu. Wallahi nakwambia Mungu awanusuru tu. Lakini wako katika wakati mgumu sana. Sababu wale wanacheza uchi, wanapigia watu muziki kwenye mabaa, wanafurahisha watu maasi yote wanayofanya. Na mimi nawaambia na wapenda waache. Harmonize mtoa shehe babake shehe, toa shehe. Bwana unafikiri kila anajua kusoma Qur'ani ni shehe bwana? Unajua Waislamu ngoja niwaambie sasa. Mimi Waislamu wenzangu wanashangaa sana. Hivi kigezo cha mtu kuwa shehe kujua kusoma Qur'ani? Uislamu na principle zake. Ili mtu awe shekhe na aheshimiwe na watu awe kiongozi, kigezo cha kwanza sio kujua kusoma Qur'ani. Kigezo cha kwanza ni ucha Mungu.
Brother, wewe unaweza kuwa na juzuu 2 tu kichwani na mimi nina msafu mzima, lakini lazima uangalie uchamungu wangu na wako. Hauangalii kwamba nani anajua Kiarabu huyu ukiwa na juzuu 2 unaweza ukapita mbele ukatuongoza sisi. Wewe na Qur'an na msafu yako na vitabu yako ya hadithi ya nahu pembeni, muhuni tu wewe. La kwanza. La pili, baba yake anaweza kawa ni shekhe kweli na kawa ni mtu mwema na ni mcha Mungu, wala sio jambo baya. Kwani hakuna mitume walizao watoto mafedhuli? Hapo. Nabii Nuh mwanae si fedhuli. Nuh nabii mwanae kaangamia kwa ufedhuli. Kwa hiyo sio sababu. Unaweza ukawa wewe mtu mwema kabisa mcha Mungu, lakini mtoto wako fedhuli. Kwa baba yake Harmonize anaweza kuwa ni mcha Mungu kweli, ni mwema, mtoto wake fedhuli. Amemkanya hataki. Na ameshapita age ya kuwa chini ya mzazi. Amemwacha, ila tu anachokosea ni ile Harmonize akija kwako anakupa hela unachukua na unacheka mwanangu sasa umekuwa superstar baba. Ni ujinga ule, uzuzu. Wanaweza jenga msikiti kwao. Narudia tena, kwanza Waislamu wengi sisi tunauzalisha hata Uislamu kivipi? Wallahi wa billahi wa tallahi tunauzalisha Uislamu. Harmonize kujenga msikiti. Mimi si uchukui